Jamani, mambo zenu, natumai mnaendelea salama. Karibuni sana katika video siku ya leo. Siku ya leo jamani, ningependa kuonesha video ambayo inaonesha uhalisia kwa kile kitu ambacho nimekuwa nikisisitiza hapa kwenye hii channel yangu. Wajua kwamba nywele, utunzaji wa nywele si kazi rahisi. Na watu tunaenda saluni ili tukaweze kusaidiwa. Unaona? Lakini itakuwaje? Wewe unaenda saluni, kumbe saluni ndio inakuwa chanzo cha matatizo yako. Saluni ndio inakuwa chanzo cha nywele yako kuwa kavu, kupauka na kukatika jamani. Umejiuliza mbona wakati mwingine wewe unashangaa, mbona nafumua nywele yangu inakuwa kavu, nywele yenyewe inanyofoka, inakatika yani vibaya mno. Yaani unajua ni vizuri sana wewe wakati unachagua msusi wako, hakikisha kwamba huyu ni mtu ambaye ana passion, mtu ambaye anapenda kazi yake na pia ana ufahamu kuhusu nywele za kiasili. Kwa hivyo kama mtu ana ufahamu, ina maana kwamba pia atataka kufanya nini? Kutumia products kwenye nywele zako ambazo zitasaidia nywele yako kaweze kuwa na matokeo mazuri. Lakini kuna wengine wasusi ambao hawana ufahamu, lakini unajua nini? Wao kazi yao ni kupata tu hela. Lakini hawataki kuinvest hizo hela wanazozipata kununua products nzuri, kununua shampoo nzuri, kununua conditioner nzuri, kununua mafuta mazuri, kununua treatment nzuri. Hawataki kufanya hivyo. Wanataka tu wapate nini? Hela zako. Na hii video ambayo nitakuonesha hapa, hii video fupi ambayo nitakuonesha hapa, yani inaonesha uhalisia ambao unaendelea katika salon nyingi sana. Unajua kuna muda mimi ninaenda saloni. Hiyo ni miaka mitano sita iliyopita. Nilienda saloni, alafu unajua ni kwa mshangao wangu jamani, unajua nini? Yule saloni anatoa kipande cha sabuni kama hiki hapa, anataka kuosha na nywele yangu. Nilimwambia koma na nikaondoka. Sasa mara nyingi tunaenda saluni, alafu unajikuta wewe mwenyewe kwanza unalala kabisa. Ndio unapumzika. Huku haujui ni nini kinachoendelea, haujui unafanyiwa nini. Kumekuwa na tetezi kwamba kuna baadhi ya salons ukienda pale, hasa watu wenye wana nywele za kiasili, kwa sababu na nywele za kiasili unajua ni vigumu sana pia kutunza, na pia wakati unaosha na condition. Jamani, samahani kwa kelele, naishi karibu na barabara. Jamani, haya, yani ni si rahisi. Unajua kwamba kuna aina zingine za nywele ambazo zinahitaji muda na zinahitaji uvumilivu, yani ili kuzihudumia. Lakini unajua kwamba wengine wanachagua njia ya mkato. Wanafanya nini? Wanaweka kemikali kwenye nywele zako, wanaweka dawa pasipo wewe kujua, ili wakati wananyosha nywele zako zikaweze kunyoka vizuri. Ukiona unasema, jamani, asante sana, umenisaidia. Kumbe kakuwekea dawa na haujui. Na ndio maana wakati unajiuliza, mbona nywele yangu inakaa hivi? Mimi sijaiweka dawa. Wanaweka kisiri kama haujui. Kama wewe mwenyewe haufahamu. Umelala pale, unaweka anapaka nywele zako dawa. Haya, sasa hiki kisa ambacho kimetokea hapa, unaona kwamba huyu dada jamani, tukatazame hii video kwa pamoja. Tutazameni hii video. Yaani huyu dada hapa anachokifanya si kizuri. Hapo wewe mwenyewe ufanye nini? Haufahamu. Unaona? Shampoo yake imeisha. Anachukua hizi sabuni za unga hizi. Unaona? Anaosha nayo nywele. Sasa shida yake kubwa ni nini? Kwamba hizi sabuni huwa zinasababisha
nywele yako inapauka na zinaleta, unajua ni sabuni ambazo zimeundwa kwa ajili ya kufanya nini? Kufua nguo. Sasa wewe kama unaweka kwenye nywele zako, inaenda kusababisha nywele yako inapauka, inakuwa kavu. Na ndio maana unagundua kwamba wakati nafika unataka kufumua nywele zako na kama nywele zako zinafunguka, zinanyofoka na zinakatika. Alafu unashangaa shida ni nini? Kumbe hivi ndivyo umekuwa ukifanya wapi? Kule saluni. Yaani wewe waenda kulipa hela zako kuharibu nywele yako. Yaani unaenda kununua matatizo ya nywele yako. Hebu fikiria tu pale jamani. Na ndio maana wanaambia hivi jamani, ni vizuri jamani, jifunze kutunza nywele yako. Kama lazima uende kule ukaweze kuhudumiwa, hakisha kwamba tafadhali ukaweze kununua shampoo na conditioner, ukaweze kushampoo nywele yako, ukaweze kutia conditioner wewe mwenyewe, ukaende tu kule ukafanya nini? Ukaweze kusuka nywele. Ama bebana na hizo bidhaa zako uende kule wapi? Saluni, kwa sababu watu wengine hawajali. Kumbuka unatumia nguvu nyingi, muda mwingi kutunza nywele yako. Alafu wewe wakati unaenda saluni na kutana mtu kama huyu ambaye hajali nywele yako, hata kama anaiharibu hajali. Unaona? Sasa hiki ndicho kitu nimekuwa nikisisitiza kwenye channel yangu kwamba ni vizuri jamani pia ukaweze kujifunza kutunza nywele yako na kununua products zako wewe mwenyewe ambazo utakuwa unatumia kwenye nywele zako. Wewe mwenyewe ukaweza kununua products zako ambazo wewe mwenyewe utakuwa unatumia kuosha, kucondition nywele, kuweka kama ni treatment. Sawa. Umeona Hakuna vile unaweza kuchukua miaka mingi unatunza nywele yako alafu unaenda saluni siku moja tu, dakika chache mtu anatia kemikali ama anatia tu sabuni zingine, anatia vitu vingine ambavyo havieleweki, ambavyo vinakuja kuharibu kazi yako ya miaka mingi na haribu nywele yako. Sawa mpenzi. Let me know what you think about this video. Sawa. Ukaweza kuniambia kwenye comment section below. Umekutana na kitu kama hichi ukaweza kukomenti pale chini. Sasa jamani, hapa ndipo nyumbani pa content za uhakika 100%. Sawa? Kama unatafuta mahali ambapo utakuwa unapata ushauri jinsi ya kutunza na kukuza nywele yako nyumbani, umefika. Na kumbuka kubofya pale chini kwenye kitufe kimeandikwa subscribe. Ukalike video na kushare na watu wengine. Na pia kukomenti. Alafu kama unanitazama kwenye mtandao wa TikTok, na kumbuka kubofya pale juu kuna alama ya jumlisha. Ukiteremka pale utakuwa na like. Na ufuata ni comment section, una comment maoni yako, na ufuata favorite na kushare na watu wengine. Sasa mpenzi, hapa hatuna mbambamba jamani. Video zetu za uhakika. I'll see you in my next one. Kwaheri.